Nini maana ya hekima? Mimi nimesema kwamba hekima ni kujua namna nzuri ya kufanya yale mambo yote ambayo Bwana anakuagiza kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujua namna nzuri, sio namna tu. Hiyo namna lazima iwe nzuri ambayo inampendeza Mungu. Kwa sababu kuna namna nyingi sisi kama wanadamu tunafanya mambo lakini hayampendezi Mungu. Lakini hekima ni kujua namna nzuri ya kufanya yale mambo ambayo Bwana anakuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ni wanadamu, tunaishi hapa duniani. Wakati mwingine sio lazima Mungu akuelekeze peke yake. Tunaishi na watu wanatupa maelekezo. Mzazi anampa mtoto maelekezo, mchungaji anampa muamini maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Au kijana, kiongozi yoyote anaweza akawapa maelekezo wale wanaoongoza. Lazima uwe na hekima ya kujua namna ipi nzuri ya kutekeleza yale ambayo unaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hekima au ile namna nzuri ambayo unaihitaji sio lazima iwe inahusiana na maagizo kutoka kwa Mungu, hapana, lakini hata kwa wanadamu wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema kwamba Yesu alikuwa akaongezeka kimo na hekima, akampendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hekima hukaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima hukaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa nini inakaa ndani ya moyo? Kwa sababu moyo ndo unafanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa mtu ndo unafanya maamuzi. Mtu akifanya maamuzi mabaya au akifanya maamuzi mazuri ni matokeo ya kile kitu ambacho moyo wake ulimwambia kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utajiuliza, namna gani tunapata hekima? Hekima zinatoka wapi? Hekima iliyo kuu, walihubiri kwaya kuu kwamba hekima kuu ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mithali sura ya 9 mstari wa 10. Ukisoma Mithali sura ya 9 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha kwanza cha hekima ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna namna ambayo mwanadamu anaweza kukufundisha ukaelewa kama ambavyo ukimtegemea Mungu, ukimtumainia Mungu na kumsikiliza, kuyafanya yale anayokuagiza. Hapo unapata hekima ambayo hailingani na hekima utakayoipata sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia chanzo kingine cha hekima ni kutoka kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua tunaambia kwamba alipata hekima kwa kuwekewa mikono na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine hekima tunazipata kutoka kwa watumishi wa Mungu, lakini nikupe kwamba uwe makini. Sio kila mtumishi wa Mungu tu anapaswa kukubandika mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimesema, au Biblia inasema hekima kubwa au chanzo kikubwa cha hekima ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtumishi atakayekuja uwe mwepesi kukimbilia kubandikwa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo wengi ambao wanakuja wakitumia hii Biblia, wakilitumia neno la Mungu hili kwa ajili ya kutupotosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia chanzo kingine cha hekima kasema ni kujifunza pamoja na kusoma neno la Mungu, ambapo hapa sasa tunapata roho ya hekima. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma neno la Mungu, unamcha Bwana, roho ya hekima inajaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.